kumkaribia Mungu kama Baba. Hii ni aina ya kwanza ya maombi. Haya maombi ya kwenda kwa Mungu kama Baba unaweza ukayapata kwenye Luka 11:2. Wanafunzi wa Yesu wanamwambia, Baba tufundishe kuomba kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Anawaambia, msalipo semeni Baba yangu uliye mbinguni. Una address hoja yako kama unaongea na Baba. Unapoongea na Baba aliyekuzaa ni tofauti na unavyoongea na rafiki. Kuna tamaduni, kuna tabia ya mtu anapoongea na baba yake. Kumbe ya maombi yana namna unavyokwenda mbele za Mungu. Aina ya pili, unamsogelea Mungu kuongea naye kama rafiki. Hii ina nguvu nyingine tofauti na Mungu Baba. Imeandikwa kwenye Luka 11:5. Biblia inasema, kisha akamwambia, ni nani kati yenu ambaye ana rafiki naye akienda kwake usiku wa manane akamwambia, rafiki yangu nisaidie mikate mitatu usiku wa manane. Sasa ukishasikia neno usiku wa manane, jua hii ni dharura, ni emergency. Ni mtu yuko kwenye ambulance anawahi emergency. Ambulance inapopita hatutaki kufuata taa. Ambulance inapopita hatufuati sheria. Hii ni emergency inatokea. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho kuna emergency hazifuati sheria. Kuna emergency zinapita kama ambulance. Kuna emergency zinapita kama Passat ya polisi. Yaani ukisimama kwenye mstari inapita na wewe. Ili neno rafiki lisikufanye ukaona ni poa poa. Sikiliza anavyosema. Ni nani mwenye rafiki ambaye anakuja kwako usiku wa manane? Yaani ukija kwangu usiku wa manane, kwanza yani ukigonga lazima niseme, huyu mtu saa nane hii usiku? Why? Ni emergency mzee, fungua. Unamwambia Baba, sasa hivi tuache mambo ya ubaba. Kuna emergency imetokea. Naingia kama jasusi wa kiungu. Wewe fungua hata kama ni usiku wa manane. Sio kawaida kuingia usiku wa manane. Kuna emergency katika ulimwengu wa roho. Natakiwa niingie sasa hivi. Nahitaji mikate. Ninaye rafiki. Rafiki anaweza akaaminika kuliko baba wakati mwingine. Rafiki ni mtu unaweza ukamweleza hata siri ngumu. Kunazo siri ambazo huwezi mueleza mzazi, lakini rafiki unamweleza. Ndio sababu tunasisitiza kuwa na rafiki wa kiungu kwenye maisha yako. Mungu amekuwa rafiki yako. Unaweza ukaingia kwake usiku wa manane. Usiku wa manane maana yake ni muda wa dharura. Kumkaribia Mungu kama hakimu, kumkaribia Mungu kama judge. Hapa tunaingia kwenye ulimwengu mwingine kabisa wa maombi. Haya maombi ni yale ya kudai haki yako. Mtu aliyemwamini Kristo anayo haki ya kupenya popote. Wewe upokei kwa sababu una haki, unapokea kwa sababu ulipewa haki. Yesu anatoa mfano huu kwenye Luka 18:1. Hii ni hatua ya kwenda mbele za Mungu kama jaji, akahukumu akupe haki yako.